Wapenzi watazamaji, huu ni wakati mwingine tena tukiwa bado tuko katika swala letu hili la afya ya akili. Hii leo tutaenda kugusia kipengele cha ni kivipi mfumo wa akili unaweza kuathiriwa na vilevi ama matumizi ya dawa. Lakini kabla hatujaingia moja kwa moja kwenda kutazama, naomba kuweza kukumbusha kama wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, naomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi ambapo tunakuwa tunazi-upload. Dr. Lucas hapa atakuwa sambamba nami toka tunapoanza mpaka tutakapotamatisha. Hakika hizi hapa ni pointi 10 zilizoshiba kuhusu jinsi matumizi ya dawa au vilevi vinavyoathiri mfumo wa afya ya akili ya mwanadamu. Namba 1, huchochea magonjwa ya akili, kwani matumizi ya vilevi kama bangi, cocaine ama heroin yanaweza kuchochea ama kusababisha magonjwa ya akili kama vile paranoia na mania, hasa kwa watu walio na historia ya familia yenye matatizo hayo. Namba 2, husababisha msongo wa mawazo ama depression, kwani baadhi ya dawa na vilevi huathiri kemikali za ubongo kwa njia inayosababisha hali ya huzuni, kukata tamaa na hata kujitenga na jamii. Namba 3, huongeza wasiwasi na hofu kupita kiasi ama tukiita anxiety disorders, kwani vilevi kama vile cocaine kupita kiasi, bangi au methamphetamine vinaweza kusababisha ama kuongeza hali ya hofu isiyo ya kawaida, mashaka, hata pia wasiwasi kali. Namba 4, huvuruga kumbukumbu na uwezo wa kufikiri, kwani vilevi huathiri sehemu kubwa sana ya ubongo zinazohusika na kumbukumbu, maamuzi na hata umakini, na hivyo hupunguza uwezo wa mtu kufanya kazi au kujitunza kwa ufanisi. Namba 5, husababisha utegemezi na uraibu wa kihisia na kimwili, kwani mtu anapozoea sana dawa ama kilevi, mwili na akili huwa tegemezi, hali inayofanya awe na hisia za hasira, huzuni ama mkanganyiko anapovikosa vitu hivyo. Pia namba 6, huvuruga usingizi. Matumizi ya vilevi kama pombe, dawa za kulevya ama hata dawa fulani za hospitali kama za maumivu huathiri mzunguko wa usingizi, na hivyo huchangia uchovu wa kiakili na matatizo ya kuamka kwenye nguvu. Namba 7, huchochea tabia hatarishi au vurugu, kwani vilevi vinapunguza uwezo wa kuhukumu kwa usahihi, jambo linalosababisha mtu kufanya maamuzi mabaya, kujihusisha na mapenzi hatarishi, ugomvi au hata uhalifu. Namba 8, kupunguza hali ya kujiamini na kujiheshimu. Mraibu anaweza kuhisi aibu, hatia au kujiona hana thamani, hali inayosababisha matatizo ya kujitambua na kujiamini na huathiri afya ya akili. Namba 9, husababisha hali ya kutengwa kijamii na upweke pia, kwani matumizi ya vilevi mara nyingi huleta migogoro katika familia, kazini au kwenye jamii, hali inayosababisha mtu kuchukiwa, kutengwa na kujitenga. Hali hii huweza kuongeza matatizo ya kiakili. Kabla hatujaenda kwenda kuangalia pointi ya mwisho namba 10, ni kivipi vilevi ama pombe naweza kuathiri afya ya mwili wa mwanadamu, naomba kuweza kukumbusha kama tuwe ni wa kwanza kufungua video hii, naomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi tu tunapokuwa tunazi-upload. Pointi ya mwisho namba 10 hii ni pamoja na huongeza hatari ya kujiua. Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa watu wanaotumia vilevi kwa kiwango kikubwa wako kwenye hatari kubwa ya kuwa na mawazo ya kujiua au hata kuchukua hatua hiyo, hasa wakiwa na matatizo mengine ya kiakili.
vidonda vya tumbo, nguvu za kiume kwa upande wa wanaume. Safari ya afya iko mbele yako, kwani swala la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote. Pengine unapitia matatizo na changamoto katika vitu hivyo nilivyoweza kuvitaja. Usisite kuweza kunitafuta katika namba ambayo inapita kwenye screen yako, ili tuweze kukaa meza moja kuweza kutatua changamoto, hata pia swala zima la mawazo. Pia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukizi-upload. Cha msingi usiache kubonyeza neno subscribe, kulike na kushare kwa ajili ya watu wengine pia ambao wana matatizo mengi ya kiafya, hawajapata suluhisho juu ya matatizo yao. Kwani video hizi nyingi ambazo tunakuwa tunaziandaa ni kwa ajili ya kuelimishana juu ya elimu kuhusu matatizo mbalimbali ya kiafya. Sina kitu kingine cha ziada zaidi ya kuendelea kuwashukuruni. Asanteni.